Zena la shanda babozeria kantola. Zelila mandala. Zelila baboria mantela bazoka tikala. Zabrandeli bazoria kantola bazaya. Nastahili mfalme wa ajabu. Fungua kinywa chako Bwana, nafsi yangu ya kuhimidi, nafsi yangu ya kuabudu mfalme, nafsi yangu ya kuinua mfalme wa ajabu. Zekatala bagorinda zelibra gadesha lipa lazandia kapatala bagozekeria amande kapatala bazilia jera baloza yanda bagoria. Baba, nafsi yangu ya kutukuza mfalme wa ajabu. Asante mfalme, asante Bwana, asante Bwana. Haleluya. Aselabashada bazeketeria. Asante Mungu mwenye enzi. Nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Now
Bwana watafanywa upya, nguvu zao maishani, na vijana wangojao Bwana watafanywa upya, nguvu yao maishani. Nafsi yangu yakungoja Bwana kuliko walinzi wangojao asubuhi. Kifungo kinywa chako, Bwana, nafsi yangu yakungoja. Zelalesha la barani mazoria, nafsi yangu Baba yakuhimidi, nafsi yangu yakutukuza Bwana, nafsi yangu yakungoja. Lale barusa sedi balura nikapala baburia, Baba nafsi yangu yakungoja, nafsi yangu yakuhimidi, nafsi yangu yakutukuza. Zaidi ya vile walinzi wanangoja mapambazuko ya asubuhi, natangaza nafsi yangu yakungoja, natangaza nafsi yangu yakungoja. Imeandikwa, tazama Baba, kilio chaweza kikadumu wakati wa usiku, kilio kinaweza kikatawala usiku. Machuto kapala baberia ria kante steda baduria parazeke twala baberia. Tazama kilio chaweza kikadumu usiku, ila furaha yacha asubuhi. Natangaza Baba, asubuhi yangu yacha, mapambazuko yacha Baba, ni siku ambayo ifanya Mfalme tuweze kuifurahia Baba sokayala usela Baba sekataria la baboria ukiweze kante kapalane shelika la maganda aparadi ya mazuri kapatalaba sheke la baboria. Unastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Mfalme wa Baba. Nafsi yangu ya kuhimidi, nafsi yangu ya kutangaza Bwana, wewe ni mwema. Haleluya, haleluya,
Mungu mwenye enzi, tunatangaza mfalme wewe ni mwema. Jehova Rizo wema zikatana na moja. Asante Bwana. Jerabadusa katana babosaya. Aleshala basaya. You are the mighty warrior Jesus. Asante Mfalme. Jehovah unastahili mfalme wa ajabu, unastahili Bwana. Asante kwa wema wako, kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu tunaabudu na kuamini. Sema amina. Unaweza chukua nafasi yako ya kuketi tunapoingia katika nafasi ya declaration katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, nachukua nafasi hii kupatia mwaliko wa ibada za leo. Kumbuka bado tunaendelea na maombi kinyume na roho za kukuchunga usitoke. Nami namshukuru Mungu kwa wewe ambao umeweza kuanza pamoja nasi. Asante kwa Mungu na utukufu wote kwake, kwa yeye kuweza kututwalia siku nyingine katika jina la Yesu. Na habari njema ni kwamba tunamaliza mwaka vizuri, tunaendelea vizuri. Mwezi wa 3 ndio unaisha, tunamtukuza Mungu katika jina la Yesu. Kumbuka yeye aliyekuwa pamoja nasi tangia mwanzo bado anaandamana pamoja nasi na ni mwaminifu mpaka tamati katika jina la Yesu. Sijui ni nini ambayo imekuwa ikikusumbua, ambao bado unaona haijakuwa sawa. Hii maombi ambayo umekuwa ukiomba, ambao unaona bado majibu yake yamekawia. Pengine umekuwa na matamanio fulani, kuna miradi ulikusudia kuanza bado haijaanza. Mtumainie tu Mungu, kwa maana yeye ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa katika Zaburi 25, huenda kilio kikadumu wakati wa usiku, lakini tazama furaha ya asubuhi.
na kuombea kwamba Mungu akupatie roho ya kuvumilia, uweze kuvumilia usiku, lakini mapambazuko itakapokuja akupatie sababu za kufurahia katika jina la Yesu. Sema amina. Kwa hivyo weza kuandamana pamoja nasi, tuambie unatutazama ukiwa wapi, na pia ukashare video hii ukuwe baraka katika jina la Yesu. Kumbuka ibada hizo umeletewa na kanisa Winners Celebration Center. Pengine unajiuliza kanisa hili liko wapi? Winners Celebration Center, a fellowship where everybody somebody, inapatikana Kericho, katika mji wa Kericho, nyuma ya Shibling Supermarket kwa uwanja wa Soek Driving School. Pale ndipo tunapatikana katika jina la Yesu. Natumai namba za simu ziko hapo chini. Katika jina la Yesu utapiga uweze kuelekezwa katika jina la Yesu. Baada hizo umeletewa nabii Apostle Tobias Flames of Fire. Na maana pamoja nasi katika kipindi hicho cha kukiri neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Namshukuru Mungu pia kwa sababu yako kuweza kufika asubuhi ya leo nyumbani mwa Mungu mapema. Ni tabia nzuri. Namshukuru Mungu pia japokuwa weather ilianza ambao haitii moyo, lakini namtukuza Mungu, naona weather pia imekuwa sawa, inazidi kufunguka katika jina la Yesu. Tunaendelea na maombi, spiritual warfare against monitoring spirits, spiritual warfare against monitoring spirits. Na tulifunzwa kwamba there are difference between monitoring spirits and familiar spirits. Tukaambiwa monitoring spirits, they are spirits that doesn't know you. They don't know you. They need to monitor your behavior. They need to observe you. They need to study you. These are spirits ambazo huja na kuanza kuobserve familia, zinaanza kusoma familia. They can study your family, your lineage, from you, your father, your grandfather, your great-grandfather, your lineage, 10 generations. So monitoring spirits, they study cycles, they study patterns, they study lineage, they study backgrounds. Then after studying, they know how to attack. And familiar spirits, these are spirits that maybe them that went before us, partnered with them. They know our lineage, they know what is eating our family. For instance, utapata kwa familia nyingine kuna familiar spirit ya ulevi. Ulevi imekita mizizi, ilimtendekea pengine babu, ikamtendekea baba, na pengine inatendekea watoto. Hii ni familiar spirit ambayo inajua pattern, inajua cycle, na inajua mbinu ambayo itatumia kuweza kufikia hata generations to come katika jina la Yesu. Ila asubuhi leo I want us to make a declaration against monitoring spirits ambazo zimewekwa kumonitor your ways, kumonitor your life, kumonitor your finances, your health, your situations, ili zikaweze kukuchunga usitoke. Nimekwambia kwamba monitoring spirits hazikujui, zinahitaji muda wa kuweza kukustadi, zinahitaji muda ya kuweza kukujua. Mfano tunaweza tumia missionary. No, when missionaries are traveling to places, hawajui ile maeneo, wanaenda pale, wanaweza jifunza, unaona, wanajifunza lugha ya pale, wanajifunza tamaduni na mila ya pale, wanajifunza culture ya pale, ili waweze kupata nafasi nzuri ya kufikisha injili. So monitoring spirits pia zinafanya kazi vile vile, zinakuja, zinakuobserve, zinakustudy, zinakuangalia vizuri, alafu zinapata nafasi ya kukuataka, zinakupiga vizuri. Lakini kabla zijapata nafasi, nataka tuombe kinyume nazo katika jina la Yesu. Spiritual warfare against monitoring spirits za kuweza kukuchunga usitoke katika jina la Yesu. Wacha tuweze kusoma Matendo ya Mitume 12:1 mpaka 5. Acts of Apostles chapter 12 verse 1 through to 5. Acts of Apostles chapter 12 verse 1 through to 5.
tujifunze pale kuhusu monitoring spirits. Bible says, now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John. So Herod is not a monitoring spirit. Tunaweza sema Herod anajua structure ya kanisa, anajua vile kanisa inafanya, anajua vile kanisa inaendelea. So it's like a familiar spirit. Remember Herod, jina Herod ni kama jina Farao, si jina la mtu mmoja, ni jina la kurithi, So mfalme yote ambaye aliinuka Misri aliitwa Farao. So Herod pia ilikuwa jina ya kurithi. Kumbuka kabla hata Yesu hajaanza kuhubiri, kulikuwa na mfalme Herode. Yule aliinuka kuweza kumuua. Herod alikuwa hapo na beginning. Na pia kukawa na Herod wa pili, yule ndugu yake Philip, ambaye John the Baptist alimcondemn for taking his brother's wife. So kuna huyo Herod wa pili ambao pia John the Baptist alimcondemn, yule mwenye alikata kichwa John the Baptist. Na kuna huyu Herod wa tatu ambaye anainuka. So Herod is a familiar spirit ambaye anastadi kanisa na anajua watu wa kuendea. Hakuendea wazee wa kanisa, hakuendea wanakwaya, hakuendea waimbaji. Aliendea watumishi wanaotumika na Mungu katika madhabahu. Na maandiko yasema akamshika naye Yakobo akamuua. Na alipomuua Yakobo, maandiko yasema ikawapendeza Wayahudi, na akanyosha mkono wake tena na kumkamata Petro. Nataka uweze simama kwa miguu yako, nikuongoze kwa maombi mawili, alafu tuendelee katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako tuweze kufanya ombi hili katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako wa kuume, rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama, ninainuka kukiri neno lako. Imeandikwa kwamba Herode akainuka, akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamkamata Yakobo, akamuua kwa upanga. Inainuka asubuhi ya leo kinyume na kila mikono ya monitoring spirits. Inainuka asubuhi ya leo kinyume na monitoring spirits katika jina la Yesu Kristo. Unatangaza asubuhi ya leo kila mikono ya kunyoshwa katika anga ya maisha yangu, mikono ya kunyoshwa katika familia yetu, na mikono ya kunyoshwa kinyume na afya yangu, kinyume na kazi, kinyume na huduma, kinyume na fedha, kinyume na maisha yangu, kinyume na ndoa yangu, kinyume na mume wangu, kinyume na mke wangu, kinyume na watoto wangu. Kila mikono ya kunyoshwa kunitenda mabaya, mikono ya kuua, mikono ya kuharibu, mikono ya kushikilia, mikono ya kuzuilia, mikono ya kupiga, mikono ya kuoa, mikono ya kuondoa, mikono ya kuharibu, na inuka asubuhi ya leo kinyume na mikono yote ya kunyoshwa katika anga. Natangaza ninaivunja, natangaza ninaivunja, natangaza ninazivunja. Chukua dakika moja, fungua kinywa chako, teka paria zelela para malozania lipara zeke teria lalamoria. Fungua kinywa chako, omba kinyume na kila mikono ya kunyoshwa. Natangaza asubuhi ya leo tunainuka kinyume na mikono yote ya kunyoshwa katika anga, mikono ya kutotenda mabaya, mikono ya kuharibu, mikono ya kutuondoa mali Mungu ametupanga, mikono ya kuzuia mambo yetu yasitufikie, mikono ya kutuzuilia kuingia katika malango ambayo Bwana ametufungulia, mikono ya kutufungia mbele yetu. Aparazeka talaba moja. I will pray, open up your mouth and pray against every evil hands za kunyoshwa katika anga. Zeka talaba na nela mazokoteria zelila mandala. Kumbuka mikono katika anga, mikono ni mamlaka. Herode akanyosha mamlaka kuwaua kanisa, akanyosha mamlaka kuwatenda mabaya kanisa, akanyosha mamlaka kuharibu kanisa, akanyosha mamlaka kutawanya kanisa.
Weka mkono kusema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa ya kwamba Musa akanyosha mkono wake na Israeli wakashinda. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo, kwa sababu nimeamini, ninasimama kukiri, ninanyosha mkono wangu katika ulimwengu wa kiroho, natangaza kusimama na hilo andiko, nanyosha mkono na ninatangaza kushinda every monitoring spirit kinyume na maisha yangu. Ninanyosha mkono wangu na ninatangaza kushinda every familiar spirit katika maisha yangu. Ninanyosha mkono wangu na kutangaza kushinda vita vyote vya kuendelea kipindi kirefu katika maisha yangu. Ninanyosha mkono wangu na ninatangaza kushinda kila mikono ya kunyoshwa kinyume nami katika jina la Yesu. Kwa dakika moja fungua kinywa chako unapotangaza, ninanyosha mkono wangu katika kazi kinyume na mikono yote ya hasara. Ninanyosha mkono wangu kwa biashara kinyume na kila mikono ya madeni. Ninanyosha mkono wangu katika afya kinyume na kila mikono ya magonjwa. Ninanyosha mkono wangu katika huduma kinyume na kila mikono ya kuniwekea mipaka. Ninanyosha mkono wangu katika ndoa kinyume na kila mikono ya kuleta vita, ya kuondoa amani. Fungua kinywa chako. In every endeavor of your life, tangaza, ninanyosha mkono wangu kinyume na kila mikono ya giza. Ninanyosha katala, ninanyosha ramani, riprose katala bariano, shekatula basaya. Yesu akasema in Matthew 11:12, since the days of John the Baptist until now, until this very time, the kingdom of God suffered the violence, and the violent take it by force. The violent take it by force. The violent take it by force. When they go for them, take on fire. When they go for them, take on fire. Fungua kinywa chako, tangaza. Ninanyosha mkono wangu kinyume na kila mikono ya mbele. Ninanyosha mkono wangu kinyume na kila mikono ya Farao. Ninanyosha katala zura bari ya Masaya. Weka mkono wako tusema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maandiko yasema Musa aliponyosha mkono wake juu, Amaleki adui wa Israeli, adui wa taifa la Bwana, wakashindwa. Ninanyosha mkono wangu katika anga ya maisha yangu na ninatangaza kwa jina la Yesu, maadui zangu wote washindwe katika jina la Yesu. Maadui wa kazi, maadui wa huduma, maadui wa afya, maadui wa ndoa, maadui wa familia, maadui wa huduma, maadui wa fedha, washindwe kwa jina la Yesu. Ninatangaza ushindi kupitia nguvu ya kunyosha mkono. Chukua dakika moja unapotangaza kwa maneno ya kinywa chako, na ninanyosha mkono wangu. Imeandikwa kwamba Musa akanyosha mkono wake katika jina la Yesu pale Refidim, na Amaleki, taifa la Bwana, taifa la wana wa Israeli, wakashindwa, wakalemewa. Rale sayanda, rale kaparia, liproseria, amarani ya waleka teja, sheketeka pali ya madoria. Kila maadui wa kuinuka kinyume na kanisa la Bwana, kinyume na watu wa Mungu, tunanyosha mkono na tunatangaza washindwe, waishiwe na nguvu katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninanyosha mkono wangu katika anga ya maisha yangu na ninatangaza kuondoa kila mikono ya kunyoshwa katika anga maisha yangu. Ninanyosha mkono wangu ambao ni mamlaka katika anga na ninatangaza kila mikono yote ambayo imekuwa ikinyoshwa juu yangu, ninaiondoa, ninaiondoa, ninaiondoa. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, tangaza kuondoa kabila, tangaza kaparia, sheketalia mandela, zefila mandala, zekika patola, rialeze keria, amprofki atali ya bazonia, tela shaka la bazaya. Fungua kinywa chako kila moja. Tangaza, tangaza, tangaza. Ninaondoa kila mikono katika anga yangu, mikono ya kunizuilia nisiende mbele, mikono ya kushikilia mali yangu.
Shavando, Raprazeli Batanda, Shikala Baba Suka, Riba Baba Sayandalaba, Sila Katala Baba, Asheva Baba, Rakata Pala Katala, Ria Neva Sonia, Paru Sekela Mandela, Shekatos Katina, katika jina la Yesu, kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, tunakiri na kuamini. Sema amina. Keti chini tuweze endelea katika jina la Yesu. Tulikuwa tunaomba kinyume na kila mikono ya familia spirit, na tumejifunza asubuhi ya leo ya kwamba Herod is a power ama a principality in the realms of the spirit, ambayo tunaweza iweka katika ofisi ya familia spirit. Herod was very familiar with the body of Christ. He was very familiar with the gospel. Maana wakati aliambiwa Yesu atazaliwa, akainuka, akanyosha mkono wake wa kuua, akaua watoto wadogo, akihofia kwamba mfalme atakuja na kumuondoa yeye. In the book, the same book, the Gospel of Luke, John the Baptist akakemea Herod alipochukua bibi ya ndugu yake Philip, na John the Baptist akakatwa shingo. Herod bado akanyosha mkono wake. Kwa hivyo mikono ya Herode ni mikono ya kuua. Aliua in the beginning, wakati Yesu alizaliwa, akaua John the Baptist, akaua James. Weka mkono usema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila roho ya Herode ndio nitafuta ili niangamize, iwe biashara yangu, iwe afya yangu, iwe wokovu wangu, iwe ndoa yangu, iwe biashara, iwe maisha yangu, natangaza kwa jina la Yesu, hautaweza, hautaweza. Natangaza nimekushinda, natangaza nimekushinda. Wewe roho ya Herode, wewe roho ya Herode, nakushinda katika jina la Yesu. Hauna uwezo, hauna mamlaka, nakushinda. Natangaza nimekushinda. Imeandikwa ya kwamba nimetokana na Mungu, na kwa sababu nimetokana na Mungu, natangaza nimeushinda ulimwengu pamoja na wapiganaji wako. Natangaza nimekushinda Herode katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Herod akaenda zaidi, akainua now a monitoring spirit. Remember, familiar spirit ndio ina permit monitoring spirit kufanya kazi. Familiar spirit inakujua, inajua familia yako. Nilikuwa nikiona clip fulani kule Nigeria, kuna mpendo fulani I guess wazazi wake walikufa kitambo, so akachukuliwa akaenda Marekani kule. Kio mdogo amesoma huko, akafanya bidii, akafanya kazi, alikuwa jeshi. So baadaye amerudi Nigeria na hajui nyumbani ni wapi. Kuna wapendo walikuwa akachukuliwa kwa shrine. Baadaye akachukuliwa kwa shrine, wakafanya some incantation na wakalocate their lineage. So familiar spirit inajua lineage ya mtu, inakujua vizuri, your strengths, your weaknesses, inajua baba yako, inajua babu zako, great grandfathers. So familiar spirit inajua. So Herod is a familiar spirit kwa sababu alikuwa familia na watu wa Mungu. Alafu monitoring spirit haikujui, inafanya bidii kukusoma, inafanya bidii kukustadi uweze kujua katika jina la Yesu. So Bible inasema and now about that time Herod stretched forth his hands to vex certain members of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of the unleavened bread, and when he had apprehended Peter, he put him in prison and delivered him to 4 quadranions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. But therefore, Peter was therefore kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.
Simama kwa ndugu yako, nataka tukaweze kuomba katika jina la Yesu, kinyume na monitoring spirit za kukuchunga usitoke. Sijui unachungwa usitoke wapi. Kuna watu wanachungwa wasitoke kwa madeni. Kuna watu wanachungwa wasitoke kwa mahangaiko, wasitoke kwa mateso, maisha magumu, maisha ya kung'ang'ana, maisha ya uchungu. Kuna watu wanachungwa wasitoke kwa hali fulani. Monitoring spirits waliinuliwa wamchunge Petro asitoke. Wamchunge, wafanye bidii, wamchunge tu bora asitoke. Nataka ukaweze nyosha mkono wako, rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Baba. Toa sauti imani, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kukiri neno lako. Imeandikwa, kwa sababu nimeamini nami ninasimama kutangaza katika jina la Yesu. Nasimama kuomba na kinyume na kila monitoring spirits za kunichunga nisitoke katika jina la Yesu. Kila roho za kunichunga nisitoke kwa madeni, roho za kunichunga nisitoke kwa magonjwa, roho za kunichunga nisitoke kwa mahangaiko, roho za kunichunga nisitoke mahali wamenifungia. Maandiko yasema ya kwamba Petro akawekwa gerezani, naye akalindwa na maaskari 16 asiweze kutoka. Natangaza asubuhi ya leo, kila gereza ambayo nimewekwa, gereza ya magonjwa, gereza ya madeni, gereza ya shida, gereza ya kifo, gereza ya ajali, kila magereza ambayo nimewekwa katika jina la Yesu Kristo, ambayo ninachungwa nisitoke, ninatangaza ninatoka, ninatangaza ninatoka, ninatangaza ninatoka, ninatangaza ninatoka. Ayafungua kinywa chako, weka mikono yako pamoja, tangaza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, weka mikono yako pamoja, fungua kinywa chako katika jina la Yesu. Unapotangaza ninatoka, ninatoka kwa jina la Yesu. Magereza zote ambazo niliweka nisitoka, magereza ya magonjwa, magereza kukataliwa, magereza ya mahangaiko, magereza yote ya shida, magereza ya madeni, natangaza ninatoka, natangaza ninatoka, ninavunja kwa jina la Yesu. I break loose, I break loose, I break your chains, I break your bondage, I break your bondages. Natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa jina la Yesu. Maandiko yasema Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani, mikono yao na miguu yao wamefungwa kwa mikatale, wamefungwa kwa minyororo katikati la gereza. Maandiko yasema panapo majira ya usiku, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwambia Mungu nyimbo za kumsifu katika jina la Yesu, na wale wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza kwa maombi yao, minyororo yao ikavunjika, magereza. Maandiko sema ghafla pakatokea tetemeko la nchi, hata misingi ya gereza ikatikiswa, na milango yote ikafunguka, na vifungo vyao vyote vikalegezwa kupitia maombi yako. Ninatangaza asubuhi ya leo, minyororo yote kukufunga isitoke, ivunjike kwa jina la Yesu. Ninatangaza mahali umefungiwa, mahali umefungiwa na kufungiwa, natangaza kupitia maombi yako, break loose, break loose, break loose. Natangaza kwa jina la Yesu, ufunguliwe asubuhi ya leo. Ukatana Masaya, fungua kinywa chako usinyamaze, fungua kinywa chako usinyamaze, fungua kinywa chako na kutangaza, ninatoka, 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 ninatoka kwa jina la Yesu. Tangaza ninatoka, 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 ninatoka bali nalifungiwa katika jina la Yesu. Usinyamaze kila muda, usinyamaze, sitegemee kipaza sauti. Weka palala moja, wewe ndio unajua mahali umefungiwa, mahali umekoti na mahali ya kutoka. Kuna wengine, kuna tabia ambao hawataki nyumbani mwao, kuna tabia wanapigana watoke, lakini imekuwa ngumu. Paulo akasema katela bareza riketelia na mamoja. Paulo
ya kwamba kile ninataka silifanye na kile sitaki kulifanya najikuta nimefanya. Akagundua kuna tabia ndani mwake ni tatu, lakini kuna msukumo, anajikuta anafanya. Akagundua kwamba kuna nguvu ndani mwake, kuna dhambi ndani mwake na msukumo. Katika jina la Yesu, fungua kinywa chako, usinyamaze. Wewe unajua kile ambacho umepambana nacho, kumbuka. Unajua kile ambacho umepambana nacho, fungua kinywa chako, tunaona raba la sekata la baba. Tangazo linatoka, 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 na tangazo linatoka, na tangazo linatoka katika jina la Yesu. Shida la mande barusaya katika jina la Yesu Kristo. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kila roho za kunichunga wanadamu wote ambao wamepewa kazi wanichunge nisitoke kwa hizi hali, ninatangaza ninawashinda na ninawaangusha. Inua mlilo, lift that prayer, omba mlilo katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako unapoomba mlilo, unapotangaza kila roho za kunichunga, kila wanadamu ambao wamepewa kazi wanichunge nisitoke kwa hizi hali ambazo niko, katika jina la Yesu. Ninatangaza ninawashinda, ninatangaza ninawaangusha, ninatangaza ninawashinda, ninatangaza ninawaangusha. Fungua kinywa chako kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako unapoomba hilo. Tangaza roho za kunichunga nisitoke, wanadamu kunichunga nisitoke. Ninatangaza ninawaangusha, ninatangaza ninawashinda, ninatangaza ninawaangusha, ninatangaza ninawashinda, ninatangaza ninawaangusha, ninatangaza ninawashinda katika jina la Yesu. Ninawashinda roho za kunichunga nisitoke. Kamata moto, kamata moto, kamata moto. Waebrania 1:7 maandiko sema kwa malaika wako Bwana umefanya kuwa wachunge, na kwa mimi mtumishi wako umenifanya kuwa miali ya moto, umenifanya neno lako kinywani mwangu kuwa kama moto, kwa maana Mungu wangu ni moto ulao. Waebrania 12:29 unakwenda na moto kinyume na kila roho, natangaza moto kinyume na kila roho za kunichunga. Kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto. Kila paraseria abarani ya koria shini baradela shabira mandala areka talama zikata shelina ba na paraseketeria katika jina la Yesu. Urakadara baba sekete tola katara baba rano urakateria abarani ya Yesu, kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu tunakiri na kuamini. Sema amina. Keti chini kwa dakika moja, tujifunze kitu kuhusu roho za kutuchunga tusitoke, alafu tusimame kuomba tunapomalizia katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Zekala bande la baboria ribozaria. Let me just take a few minutes tujifunze hapa, alafu tuombe, alafu tuwapishe waibadi. Matthew chapter 28 verse 1 to 15. Tutasoma kwa haraka kwa kuwa muda umesonga, alafu tuendelee. Matthew chapter 28 Matthew 28 verse 1 to 15. Nataka tunaweza soma pale, alafu tumalizie katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema na Sabato ulipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalini na Mariamu wa pili walikwenda kulitazama kaburi la Yesu. Mstari wa pili. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la ardhi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Verse 3. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Verse 4. Matthew chapter 28 tuko verse 5 sasa, alafu tuendelee
katika jina la Yesu Kristo. Inamaandika sema na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Kulikuwa na walinzi. Yesu amekufa, amezikwa kwenye kaburi lake, na lile kaburi likapigirishwa jiwe, likawekwa muhuri na likawekwa walinzi. So wale walinzi ambao maandiko inasema walitetemeka ni wale walikuwa kimchunga Yesu asifufuke, wanamchunga Yesu asitoke, wanachunga mtu asije kumfikia Yesu. So wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. So point ambayo chukue, kulikuwa na walinzi waliokuwa wakilinda kaburi la Yesu. Mstari wa 5, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope. Hakuambia walinzi waliokuwa kimchunga Yesu asitoke, aliwaambia wanawake, Mariamu Magdalene na Mariamu wa pili, akawaambia msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka, kama vile alivyosema. Njooni mpate kutazama mahali alipolazwa. Mstari wa 7, nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake ya kuwa amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Mstari wa 8, wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio, wakawapasha wanafunzi wake habari. Mstari wa 9, na tazama, Yesu akakutana nao akisema salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko mtakakoniona. 11, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari, tushike hapo, I want you to be attentive hapo verse 11. Baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee. Kumbuka Mungu inasema in Isaiah 54:15, kila kusanyiko la wanadamu bali si kwa shauri la Mungu waanguke. So wale waliokuwa kizuilia Yesu asifufuke, Yesu alipofufuka walishauriana, walikuja as a group, wakashauriana. Mstari wa 15, wakashauriana, wakawapa askari fedha nyingi. Kwa hivyo corruption ilikuwa ni kwa Biblia, corruption. Verse 13, wakisema, semeni ya kuwa wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba. Waliiba nani? Yesu. Wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala, na neno hilo likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. So Yesu alipozikwa, kulikuwa na watu waliwekwa wamchunge asitoke. Nataka tu kwa dakika moja usimame kwa miguu yako, uombe ombi hilo. Waimbaji wanapopanda hapa juu, utangaze kila wanadamu, vikundi vyote, kwa sababu si walinzi tu walienda, walitumwa. Wale wanakuchunga usitoke, kuna mali wametumwa, kuna oda wako nayo wakuchunga usitoke. Simama kwa miguu yako, waimbaji tupande juu, muda umesonga, katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, wewe mpendwa, nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kila oda ambayo imetolewa ili niweze nikachungwa, wanadamu wa kupewa kazi, roho za kupewa kazi kunichunga nisitoke, kama vile walinzi walivyomchunga Yesu asitoke, katika jina la Yesu natangaza hiyo oda na iharibu kwa jina la Yesu. Natangaza I override your agenda. Natangaza kwa jina la Yesu, I abort your mission. I abort your mission. I abort your mission. Fungua kinywa chako Matela Babela, Riprosadi ya Babela, Shekatani ya Barada. Fungua kinywa chako, tangaza I abort your mission.
natangaza kwa jina la Yesu, mahali hiyo oda imetoka, ninafuata na moto, ninafuata na moto, waliowatuma ninawafuata na moto, ninawafuata na moto. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mahali hiyo oda imetoka, mahali imetumwa, waliowatuma ninawafuata na moto, natangaza moto, natangaza moto, moto kwenye kambi yenu, moto kwenye kambi yenu, moto kwenye kambi yenu, ninawaangusha. Maandiko yasema yamkini watakusanyikana kinyume nami, bali si kwa shauri la Bwana. Wanadamu wote watakaokusanyikana kinyume nami waanguke. Ninatangaza kuanguka, ninatangaza kuanguka, ninatangaza kuanguka katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Nyosha mkono wako, mpe Bwana utukufu unapofungua kinywa chako na kumwambia Bwana, ninakutukuza, ninakutukuza Bwana. Nyosha tu mkono wako, mwambie Bwana, asante kwa kunikomboa kutokana na roho za kunichunga. Asante kwa kunitoa katika hizi hali ambazo walikuwa kunichunga nisitoke. Asante kwa kukomboa maisha yangu. Asante, asante, asante.